struggle sana. Na watu wengi wanajaribu kusema kwamba ulikuwa sio wakati sahihi ya wasanii kuingia kwenye biashara ya lebo kwa sababu wengi umeshindwa kuzisimamia. Ngumu kusimamia msanii, alafu na wewe pia wewe unapambana kwenda muziki wako kama unavyozungumzia strategy na stuff. Alafu pia kuna Ibra na wasanii wengine pia wanataka kupambania. Hem, tuelezee kuhusiana na mjibu hili swali. Hizo nadhani tu ni semeje. Ni mitazamo ya kiroho mbaya. Kwa sababu sisi tungekuwa na wasiwasi kwamba sasa itakuwaje kuhusu lebo, mngewasikia wapi sasa kina Ibra? Ambao sasa hivi mnaweza kusema bwana wasanii fulani na mtu fulani, mngewasikia wapi kina Angela? Muda mwingine tuamini katika karma. Mwenyezi Mungu anaandika kwamba bwana kupitia huyu haijalishi atabeba mzigo gani, lakini kutakuja kuwa huyu. Sio, umeelewa? Yaani hicho unachokizungumza sasa hivi ungekizungumza before, unamuuliza msanii mwingine, unadhani mimi ningefungua lebo? Na nisingefungua ungemsikia wapi Ibra? Usingemsikia. Umefika kwenye malengo yako leo? Hold on, nakuja kukujibu. Malengo yametimia tena kwa 150. Sawa, okay, sasa wewe ndio umeniambia hivyo. Mimi sijui nifanyeje. Sio, umeelewa? Kwa mimi sidhani kama labels zina struggle. Lakini pia tuamini katika generation pia. Sio, umeelewa? Kwa namna gani? Kwanza lazima tukubaliane na nature ya muziki wetu au biashara ya muziki wetu. Sio, umeelewa? Na maanisha kwamba labels au msanii wote ana depend on vitu vitatu. Cha kwanza ni digital platforms, na maanisha hapo distributions, publishing, kutengeneza pesa, si ndio? Cha kwanza. Cha pili endorsement. Cha tatu ni shows. Tuwe kwenye lyrics kabisa. Tuwe tuzungumze ukweli. Shows za promoters Tanzania sasa hivi zimepungua sana kwa asilimia kubwa, na ndio maana wasanii wengi wanaona bora tujiongeze, tupige zetu chakatu. Sio, umeelewa? Sasa wanapiga chakatu. Sio, umeelewa? Na naomba watu mwa support kwa sababu it's not easy. Unajua unaweza kuwa unatoa wimbo, kwa unafanya vizuri, unasikia wimbo wako ni mkubwa lakini hauna hela ndani. Unaona inakuaje? Kama inatengeneza baadhi ya watu kufanya kuona okay, bora acha tu nijiongeze, nifanye hivi, nitakachokipata ndio riziki yangu, si ndio? Mteja mkubwa sana wa show sasa hivi imekuwa ni serikali yetu. Jaribu tu kuimagine, kwa mfano serikali ingesema bana sasa hivi tutaki wasanii kwenye matukio yetu, basi ingekuaje? Na mimi nimuombe tu Daktari Samia Suluhu Hassan na kila mtu ambaye anahusika na hicho kitu. As artists we depend on the government. As artists naishukuru sana serikali yetu. Panapokuwa na matukio yote, wasanii tunaalikwa, tunaenda Maikulu, mawapi, kwenye event yote serikali. Kuna nchi zetu huwezi kwenda walipo rais kwa sababu wewe ni msanii uende tu. Matukio ya serikali yanakuwa ni ya serikali. Matukio ya serikali yanakuwa serikali, lakini si serikali yetu jinsi inajitahidi kutubeba na tuweka hapo, inatushirikisha kwenye kila namna. Kiukweli tushukuru sana. Imagine bila serikali kwa tunafanya hivyo, wasanii wengi kwa tunaishije? Kutokuwepo hizo show za serikali, kwa sababu show promoters zinakuwa ni za msimu, wasanii ni wengi. Wachache tu ambao maybe tungepata. Si, umeelewa? That's number 1. Number 2, tunategemea kwenye digital platforms. Endorsement ni mpaka msanii awe mkubwa sana, awe na big name ndio zinakuja endorsement. Ni kitu cha mwisho kabisa. Labda tu uamue kwamba umeamua tu kuforce onekane bwana msanii. Wapo labels ambazo si ni mbaya, ni strategy. Unaweza kutumia bwana msanii nimemtoa baada mwaka mmoja ameanza kupata endorsement, kwa zingine hata ziwe za bure ili ziweze kuvuta zingine. It's a strategy. Inawezekana kabisa. Lakini kiukweli kabisa endorsement ni kitu cha mwisho kabisa. Msanii akishakuwa ni mkubwa sana ndio anakuja kupata endorsement. Ukiachana na show, kinachofuata ni digital platforms. Digital platforms wa Tanzania wengi tena sasa hivi ndio unaona watu wanaamka. Unakuta wimbo una streams milioni 10 on YouTube, lakini ukienda Spotify una 300,000, 500,000 zipo. Mzidi sana milioni, lakini YouTube una numbers nyingi. Siko baya, YouTube is a good platform, lakini malipo ya YouTube na Spotify ni vitu vile tofauti kabisa, especially kama YouTube Tanzania, kwa sababu hatuna ads nyingi. Especially ukiwa na fanbase kubwa, ukiwa na kustream kutoka US, UK na mataifa mengine, kidogo kuna uafadhali kwa sababu wenzetu wana ads nyingi. Tanzania it's very difficult.
lakini we'll get there, hatuja give up. Sasa kwa kuwa mashabiki zetu tujawazoesha Spotify, Apple Music na platforms nyingine ambazo kiukweli zina kidogo angalau unaweza kujenerate kiasi cha pesa. It means kwamba hata mapato yetu pia, income tunayotengeneza kwenye hizo platforms ni madogo. Sio, umenielewa? Kwa hiyo kinachotakiwa ni nini? Kinachokuta baadhi ya lebo ni nini? Msanii kama akiwa party show nyingi, kwa sababu wafanya lebo lebo ni nini? Ni biashara tu kama ilivyo biashara nyingine ya mchele. Ipo tu kwenye in a music way. So sometimes ukizungumzia struggles zinatokana na hivyo. Let's say labda labels kuto kupata financial, labda ndo inatokea bwana mimi labda inatokea, umeona bwana hivyo, labda unaona bwana wasanii unaona bwana labda stimizi. Msanii anaweza kuwa na matakwa yake, kuna the way anajiona yeye vision yake, lakini label pia inaangalia imeinvest kiasi gani mpaka hapo alipofika, income ipoje, source of income ipoje. Kwa watakupa budget kutokana na maybe labda kile ambacho unachokitengeneza, au hata pengine ukitengeneza lakini chenye nafuu kidogo kwenye label, hakiwaumizi sana. Kwa sometimes unakuta msanii ana matakwa yake, anajiona alipofika, lakini label pia inaangalia kwamba we are not there ready, yani hatujafika hapo, we are not there yet. Sasa hivi bado tunaanza labda kugenerate pesa, au labda tuingize kile ambacho labda tunakitarajia kutokana na hizo changamoto unaweza kutajia. Umeona bwana, kutokana na hizo changamoto unaweza kutajia. Kwa ndio maana unaona labda labels na struggle, unaona kwa labda msanii unaona acha mimi nikajaribu sehemu nyingine, which is very understandable. Kwa ukiniuliza mimi nitakupa jibu ni hilo. Okay. White and clear. Okay, mtu akitaka kufungua lebo unaweza kumshauri nini? Sitakuwa na cha kumshauri kwa sababu nitakuwa ni plan zake mwenyewe, na mpaka anataka kufungua it means kwamba amejipanga na yuko tayari kufanya hivyo. Kuwekeza na yupo tayari kupambana na hizo changamoto zote, kwa sababu kila biashara ina changamoto. Okay. Kwa sasa hivi Harmonize unaenda kwenye ile level ya kuwa Godfather. Ushatengeneza jina? Bado bado. Umekuza vijana wengi. Bado maswali mawili ya mwisho ndani Okay, la mwisho. Mimi nataka Harmonize utupitishie hapa. Ingawa ndio mwanzo wa mwaka huu, mwezi wa 4 bado mapema sana. Kwako wewe ukiambiwa utaje wasanii 5 ambao unaona wanakuja vibaya sana kwenye hii game ya Bongo Flava, automation wasanii gani? Yaani hao ambao unaona wanakuja kwenye hiki kizazi, achana kizazi chenu. Kuja vibaya vizuri. Kuja vizuri, yani wanatisha kwenye game, wanaona kabisa ni very promising, wana potential, wanaweza wakafanya vizuri zaidi kwenye game ya Bongo Flava. Ibra wa kwanza, Vanilla namba 2, The Voice namba 3. Who else? The Voice. Platform is good. Platform. That's the kumsao. Yami namba 5. Yeah. Okay. Au unawatabiria makubwa. Yes, sema ambao wanakuja na mimi watafanya vizuri zaidi. Watafanya vizuri wanakuja. Abi sasa nashinda kumuelewa nimeweka kwenye wanaokuja, maana kama kashakuwa global. Sasa shinda kuelewa kashakuja, nimeweka wanaokuja, lakini she is very good. Na kama kuna mwingine yote nimemsawa nisamee, kwa sababu nimeambia tu watu 5, kwa hiyo singeweza kutaja wote. Lakini mimi naamini wapo wengi sana kina Fina, na unajua kabisa yes. Wanakuja female artist. Langu la mwisho, miaka 31 sasa hivi. Nakumbuka uliweka ahadi kwamba nikifikisha miaka 30 nataka niwe na afya njema, nioe, nitulie, niwe baba wa familia. Sasa imekuwaje sasa, umevuka hadi miaka 30 huko 31? Alitoa 31 baba. Au maneno yamekuponza? Amna, maneno hajaniponza. Unajua pia kuoa nako ni risky jamani. Unasema risky kivipi? Sio kwamba una uwezo wa kumhudumia mwanamke. Au sio kwamba unashindwa kulipa bills za mwanamke. Lakini sasa kwa mwanamke unaenda kumuoa, kwa mimi tafsiri yangu naona kabisa kwamba she has to miss all the life, or maybe she means all the life. Na mtu wa hivi doesn't take beauty. Yani inakuwa ni mpango wa Mungu, yani utana mtu labda ABCZ baba, mnajikuta baadaye kwamba wow, let's team up na catch up nini fresh na yeye. Sasa ni wewe tu kimwemko, yani tu kama nimeoa, kwa sababu
and all that. No, hapana. I have to marry my woman of my life, you know. Yeah. Pengine anapatikana, unajuaje bana Manto? Angalia simu. Au ndio ulopiga simu? Alikuwa anaongea shemeji hapo lakini. Amna. Watu wanasema penzi lako na Bichams ni project. Haujamaliza? La mwisho. Haujamaliza sasa. Mwisho. I mean, so project bana. Maybe she is my friend. So girlfriend. No, hapana. Kwani ushakusikia Abi anasema ana date mwanaume wote? Wewe si ndio ulikuwa unaandika furaha nini? Furaha yangu nambadilishia jina na nini? Tuchanganya ndugu yangu. Sasa tusiulizane kama tupo kijiweni. Tutapiga story au imekuaje? Yeah, so what I'm trying to say is this. Okay, sasa mimi niwaelezee sasa. 2020, if I'm not mistaken. Yeah, ndo nilianza kumuona Abi kiukaribu alikuwa anaimba hivi. Then I posted the video for her nikasema Grammy girl on my Insta story. So from hapo tukaanza kuwa marafiki. Tumekuwa marafiki mpaka tukaenda sasa tukawa like family friends. So umeelewa? Mimi naongea na babake na Abi, naongea na mamake na Abi, naongea na Abi, naongea na dadake na Abi, naongea na mdogo wake na Abi. It's a family friends. Hata hapa ni kwa heshima tu ya vyombo vya habari na heshima ya Watanzania wote kwa sababu na mimi ndio mabosi zangu, lakini leo ni birthday ya babake na Abi na wako somewhere for dinner. So mzee anabeba na ukipata nafasi bana pita kate keki. And of course I have the biggest birthday song, so umeona nitamani wewe lakini sasa hivi it's too late already. Umeona kwa family friends ni mtu ambaye I've been there for Abi, support her in all the movements. Siku mwenyewe akiamua kwamba okay, nataka niseme kitu fulani like how been supporting. Mimi ndoto yangu ni kuona tu kwamba na achieve her dream. Mimi naamini kwa anaenda mbali sana. Naamini kabisa to be part of it, I'll be just like I'll be just like umeona. Kwa hiyo I've been single for long. Kwa watu wanatamani kuona kwamba huyu dating. Yeah, kwa hiyo of course imesaidia. Small projects zinaenda global over the world. Yeah, kwa hiyo I'm proud of her. She's a music genius kabisa, lakini she is my friend. Kama ikuja kutokea tukidate, you never know, kwani who knows. Sasa una mpenzi wako mwingine? Sasa unauliza